Tulikuwa tunaishi tu kwa nyumba. Na kazini yangu alikuwa hapo. Na yeye ndiye alikuwa responsible na hiyo mimba. Huyu mtoto msichana mimba anapata kutoka kwa nani? Anapata kwa mtoto kijana ama kwa mvulana? Kwa hivyo tunakuja nasema huyu mtoto msichana akihamasishwa akuwe mentored na akuwe empowered, na huyu mtoto kijana hajaongeleshwa. Unapata watoto hawa wadogo wanapata mimba, wanalazimishwa kimapenzi. Utafiti umeonyesha kuwa kaunti 4 zinaongoza kwenye suala la mimba za mapema, kaunti za Nairobi, Kakamega, Narok na Bungoma zikiwa mstari wa mbele. Watetezi wa masuala ya kijinsia wamehoji kuwa suala la tamaduni, malezi duni, umaskini na ukosefu wa pesa ndio chanzo kuu. Anita sio jina lake kamili. Mwenye umri wa miaka 11 anapanga safari yake ya kuelekea kwenye kituo cha kliniki. Ndoto yake ya kuwa mwalimu ikiwa imeingia katika kaburi la sahau. Kwa sasa anaungana na maelfu ya wasichana ambao wameingia kwenye sekta ya uzazi wakiwa wachanga. Kazini yangu alikuwa hapo. Na yeye ndiye alikuwa responsible na hiyo mimba. Alikuwa ananiambia nisiseme. Na alikuwa anaishi hapo, alikuwa pia na bibi yake. Pia bibi yake alikuwa ni mbabatia, alizaa mapema. Tukakaa ndo akatoka akasema anaenda kazi kwa Eldoret. Ndugu yake alimuita, mimi nikabaki nyumbani. So alikuwa ananiuliza tu ni ya nani, sikuwa nasema ni ya nani, sikuwa nasema. Mtoto hayupo. Walijua wakasema huyo mtoto hatuwezekana yeye. Katika kila utafiti kuna kisa cha kuhadithia, ndoto zilizozimwa. Mamangu mzazi alituacha kabla bado ni wadogo, hatujui penyako. Sasa anti zangu ananichukia nini? Ilikuwa inafaa nikuwe nimerudi shule. Lakini anti zangu alikataa. Ningependa kuambia waweze kupea watoto wao kinga. Na kitu kama kazini yako akikubaka, kitu kile kifanyika, wazazi wake wako supportive na yeye. Takwimu za hivi majuzi zimeonyesha kuwa kampeni za kupigana na janga hili la mimba za mapema zimepungua, ingawa kaunti 4 bado zinaongoza kwenye janga hili. Janga ambalo limewanyima watoto wa kike haki ya masomo na haki ya maisha mazuri ya baadaye. Inahuzunisha sana that magharibi unaongoza kwa visa hivi. Si kitu ya kujivunia. Tukipata utafiti unasema tunaongoza kwa mimba za mapema, mimba za utotoni. Kumaanisha hawa watoto wasichana wanapata mimba ni wasichana wako na umri chini ya miaka 18 ama bado hajashika kitambulisho. Kwa Kiingereza tunasema they are still minors ama youth. Utafiti kutoka shirika la Kenya National Bureau of Statistics chini ya shirika la Kenya Demographics and Health Surveys kwa miaka 2 zilizopita unaonyesha ripoti ya kuhuzunisha. Nairobi, Bungoma, Kakamega na Narok wakiongoza kwenye mimba za mapema. Ripoti inagundulika hasa wakati akina mama hawa wachanga huenda kliniki. Mwaka wa 2024, ripoti hiyo imeonyesha kuwa kaunti za Nairobi, Bungoma na Kakamega ndio waliongoza kutoka 4.2% hadi 6.2%, wakifuatiwa na kaunti ya Narok kutoka 2.8% hadi 4.1%. Ripoti hiyo ikidhahiri kuwa idadi ya wasichana chini ya miaka 18 kati ya miaka 10 na 19 walitembelea kliniki, huku ikionyesha kupunguka kwa 1.9% hadi 253,300.
Utafiti wa mwaka 2025 umeonyesha kuwa idadi ya wasichana kati ya umri wa miaka 10 na 19 ilipungua kwenye kliniki na 4.8% hadi 241,228. La kuhuzunisha likiwa licha idadi kupungua na juhudi kuwepo, bado zile kaunti zinashikilia mstari wa mbele. Nairobi ikiongozwa na 6.1%, Kakamega 4.8%, Narok 4.4% na Bungoma 4.4%. Je, tatizo ni lipi hasa? Alex Wanyama wa shirika la Resolve Communication chini ya Mulika Campaign anaangazia maisha ya watoto wasichana na wavulana waliobakwa na kunajisiwa. Sauti yake ikiashiria huzuni na vitendo hivyo. Na major haja yetu ni kuconnect communities to solutions. That is our mission, to connect communities to solutions through innovative and impactful communication. Tunatumia tunajaribu to connect these communities to solutions through innovative and impactful communication. Haja yetu ni kuona vile, kuangalia katika community zetu kuna shida gani, na kama kuna shida ni vipi tunaweza fanya ama tunaweza jaribu haje kuleta jawabu. Kwenye mahojiano, Alex anaelezea kinagaubaga sababu nyingi za mimba za mapema hasa katika maeneo ya magharibi mwa Kenya. Je, nini hasa huchangia? Alex anaelezea kwa kina. Na chanzo, kuna kitu ambacho kinachangia. Na haja yetu tulipokuja tukaangalia tukaona kwamba hizi mimba zinachangiwa kupitia unajisi, that is rape and defilement. Unapata watoto hawa wadogo wanapata mimba, wanalazimishwa kimapenzi kwa kutotaka. So tukakuja tukaona kwamba hivi visa vya mimba za mapema mostly they are being contributed with rape and defilement. Si Anita pekee. Safari yangu inanipeleka West Bukusu, kilomita chache kutoka mjini Bungoma. Ninakutana na Jen. Ndoto yake pia imezimwa na ujauzito wa jamaa wa familia yake. Anasimulia kwa majuto. Sasa aunti zangu ananichukia nini? Ilikuwa inafaa nilikuwa nimerudi shule. Lakini aunti zangu walikataa. Ningependa kuambia waweze kupea watoto wao kinga. Na kitu kama kazini yako akikubaka, kitu kifanyika, wazazi wake wako supportive na yeye. Visa vya mimba za mapema vimeendelea kuongezeka kila uchao. Ni dhahiri shahiri kuwa mashirika mengi yamejitokeza katika kuhamasisha jamii na kuweka wazi majadiliano ya kupigana na janga hili la mimba za mapema, uhamasisho kuhusu ugonjwa wa ukimwi na unyanyasaji wa kijinsia. Shirika la Resolve Communication limepiga jeki na kuyapa kipaumbele masuala ya watoto hao wachanga wanaodhulumiwa. After ile ripoti ambayo iliyotolewa na Kenya National Human Rights Commission kwamba kuna county 4 ambazo zilipewa that is the red card. That red card campaign ambayo ilitolewa na Kenya Human Rights Commission kwa counties 4. And among those counties these counties hizi ni ambazo kulikuwa na visa vingi sana vya mimba za mapema, the early teenage pregnancies. Apart from the 20, there are these 4 main ambazo ni Nairobi, Kakamega, Bungoma na Narok. So hizi zilikuja zikapewa red card among others, lakini kuna hizi ambazo visa vya mimba za mapema vilikuwa vimekithiri kwa sana. Helping Hand to Teen Mothers ni mradi unaowasaidia wanafunzi hasa waliopata ujauzito wa mapema kuendeleza masomo yao. Profesa Janet Kasili Baraza, ambaye ni mkewe gavana wa kaunti ya Kakamega Fernandez Baraza, ameweka peupe malengo yake.
Mimi lengo langu nataka watoto wasichana waendelee masomo yao, waelimike, wamalize shule, waende college, hata waende university, wapate kazi ili wainue jamii kwa ujumla. Focus on your academic education, academic standards. Focus on your academic excellence. You have only one objective for being in school or in the polytechnic, academic excellence. Hujaenda shuleni kufanya mambo mengine yoyote isipokuwa kusoma kwa bidii. So make sure you concentrate on your studies, focus and achieve what you want to achieve. Push. If you are pushing to get an A, make sure you push and get it. If you are pushing to get a B+, make sure you push and get it. Remember, you are a student first. Anything else follows. Swala la elimu limepewa kipaumbele na mashirika tofauti. Wizara ya Elimu ikiweka mikakati kabambe katika kuimarisha elimu ya taifa lake. Iwapo juhudi kama vile kupata habari, kupata huduma bora na kupata kazi zitafanywa na kushikiliwa ipasavyo, basi watoto wote wa kike na kiume watakata kiu ipasavyo. Elimu itaimarishwa, jamii itang'aa na miundo misingi itaimarishwa ipasavyo na jamii itafurahia. Huyu mtoto msichana akihamasishwa, akuwe mentored na akuwe empowered, na huyu mtoto kijana hajaongeleshwa, inakuwa changamoto sana. Nataka kushukuru shirika la PAWE. Kulikuwa na kongamano kule Bungoma Ashley Hotel. Walita vijana wa champions, watoto wa shule primary na secondary, tukakuwa na kikao, tukaongeleshana. Kufikia hapo sina la ziada. Mimi ni Irene Nasimiu.